Hello guys, mambo vipi? This is Toremo. Leo nimekuwa na bahati nzuri sana, nimekutana na mheshimiwa mtarajiwa hapa Nyali. Na unajua sisi kama wananyali tunapenda sana kuona mheshimiwa ambaye ako na malengo mzuri na ako na vision kwa watu wa Nyali. Ni mambo mengi sana nimeona mheshimiwa Abdulsamad amefanya hapa Nyali, na ningependa leo watu wa Nyali wasisikilie wenyewe, wasikize wenyewe kutoka kwa mdomo wake. Habari mheshimiwa? Salama sana Toremo, habari yako? Mzuri sana mheshimiwa, karibu sana na asante sana kwa kutupatia nafasi yako ili watu wa Nyali wasikize maoni yako moja mbili, na nafikiri leo ni ile siku. Kaeni hapo unamsikize mheshimiwa akiongea mambo mazuri na mpango ambaye amewapangia watu wa Nyali. Mheshimiwa, nimeona umefanya mambo mazuri hapa Nyali, una plan mambo mingi, na kuna ule mheshimiwa alikuwa mbunge hapa Nyali na anajiondoa kwa ile kiti ya ubunge. Kwa fununu nimesikia kwamba mheshimiwa wewe pia unapanga ama kuchukua ile kiti. Mheshimiwa, una mpango gani kwa watu wa Nyali? Kwanza asante sana Toremo. Mimi I'm one of your biggest fans. Na it is a privilege today kuwa na wewe ili to be able to share one or two things together. Na pia nafurahi kwamba niliona 1 or 2 weeks ago kuna content moja kali sana uliweka na nilifurahi, so today I'm very happy to be with you. Kurudi katika swali lako ni kwamba there are many things that lazima zifanywe, na tumeanza polepole kushirikiana na jamii hapa na pale katika shughuli ambazo tunaweza kufanya. Kwanza lazima tujue kwamba I'm not an elected leader, sijachaguliwa, kwa hivyo there's very limited that I can do, na nyingi is communal, vitu vya community, kushirikiana na watu wa community katika shughuli zao, katika raha zao, katika kulia kwao. Those are the kind of things that we are doing right now. Na Mungu akipenda tukipata ile nafasi, there are very many things ambazo tumepanga, na Mungu akitujalia tukifika huko na watu wakikubali, Mungu akubali, there are many things in store for everybody. Okay mheshimiwa, unajua kuna kitu kizuri ambaye imenifanya mpaka mimi nikakutafuta mheshimiwa, na pongezi sana kwa hilo, kwa sababu nimeona kitu ambaye sijaona kwa Nyali imefanyika. Mheshimiwa, kuna matanga imefanyika mtaa huu wa Nyali constituency, na sana nimeona hapo Maweni Kisumu Ndogo kuna matanga karibu 5 ilifanyika hapo, na mheshimiwa ile kitu imefanya mimi mpaka nikakutafuta. Nimeona ukisupport ile matanga kwa siku moja, matanga 5. Congratulations mheshimiwa. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ya pili, nimeona kwa pages yako umekuwa unatembea kila mahali ukitembelea wananchi, ukisikiza wananchi, na wewe unasikiza mpaka nimeona pia umefanya empowerment pale upande wa mali inaitwa Bombolulu, na hiyo ni kitu kizuri sana, kwa sababu tumeona viongozi hapa Nyali constituency hawajaangalia wale watu ambao hawajiwezi, hawajaangalia wale watu ambao wako na disability. Mheshimiwa, pongezi sana kwa hilo. Na kwanza unajua mimi ni disability kwa sababu mimi sina meno, na mimi nimefurahia sana kwa sababu wewe mheshimiwa umeweka first priority kusaidia wale watu ambao hawako sawa katika kimaumbile. Na mheshimiwa, kitu ya pili ambayo ningependa kuuliza, kuna hii mambo na health hapa Nyali. Health imekuwa shida sana, unapata hospitali unapata hakuna dawa, na tumekuwa na mbunge kwa miaka hiyo yote. Wewe maybe unapanga nini katika upande wa health, kwa sababu unajua hiyo ndio kitu muhimu kwa mtu wa chini? Well, kwanza turudi katika hii mambo ya matanga, zile matanga 5 ambazo nilitembelea usiku moja. Ni kwamba nilipata simu moja ama 2 kwamba njoo hapa lia na sisi, lakini katika kupanga nikapata habari kutoka kwa wale ambao nashirikiana nao, wakaniambia kwamba huko mtaani kuna matanga 5. So ikawa ni vigumu kwenda kwa kimoja na kutoenda kwa zile zingine. Ndio hiyo usiku nilianza saa 1 nikimaliza paka karibu saa 6 usiku, kwa sababu lazima uende nyumba kwa nyumba ukilia na wale watu, na ile mchango kidogo ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia tunachanga pamoja na kusaidiana, na ingine mmoja tukasaidiana mpaka mwisho, mpaka mwili wako uliposafirishwa. Na hizi ni vitu ambazo haziko katika responsibilities za kiongozi ambaye amechaguliwa. Kwa hivyo hatuwezi kumlaumu yule mtu ambaye yuko kwamba haendi katika shughuli kama hizo, kwa sababu ukiangalia functions za mbunge ni 3 za kikatiba. Ya kwanza ni legislation, ya pili ni kumanage hizi funds kama CDF na nini, ya tatu ni kutetea watu wako katika bunge.
So hakuna pahali ambaye kuna responsibility ya harusi ama ya matanga, lakini ni mtu mwenyewe. Kwa hivyo mimi sio yule ambaye nitakuja kufanya ile ambaye katiba inasema peke yake, lakini I'll go above and beyond, yani nitapita zaidi ya vile ambavyo katiba inavyosema. Kurudi katika swali lako la pili la health sio function ya mbunge, ni function ya county government. Lakini hapa Shauri Yako, katika ile clinic pale Shauri Yako, kuna wakati walikuwa hawana madawa about 6 months ago, na nikashirikiana na dada yetu mmoja anaitwa Rukia, tukaweza kuwasaidia ni pale Maweni, tukaweza kuwasaidia wakapata madawa zaidi ya almost over 100,000 shillings zikakuja. Na so ni function ya county government, lakini unaweza saidia kama utapata wafadhili na nini, kwa sababu saa zingine pia you understand kwamba county government they are struggling, wako na shida pia ya resources na nini. Kama kuna njia ambayo unaweza kusaidia, mbona usisaidie? Ndio. Okay. Pongezi sana kwa hilo mheshimiwa. Umesema hapo kwa wale watu ambao wako disability, ukasema inaitwa PWD. Yeah. PWD, people living with disability. Na mimi nimesema pale mimi ni part of them. Unajua wale PWD wako na certificate ya kuonesha ni PWD, wewe uko nayo? Ndio hiyo. Unajua sisi mheshimiwa, wacha nikwambie ukweli, na hii ni kitu ambaye tunalilia sana wale watu ambao hatuna meno. Hata mimi mwenyewe ningepata privilege ya kuona na president, nilikuwa ninaomba president atuweke sisi wote mapengo tukue part of disability. Sisi pia wale wakipewa wheelchair, wale wanapewa Colgate na pesa kidogo ya kununua nyama, kwa sababu unajua sisi we are part of disability. Mheshimiwa, mimi mwenyewe siwezi fungua soda na mdomo, na maybe uko na mpango gani kwa wale watu ambao wanaitwa disability? So mambo ya PWDs ni kwamba wako na shida nyingi sana, lakini juzi katika hiyo function ambayo unasema, ambayo tulijaribu kuwasaidia hapa na pale, kuna sheria mpya ambayo imepitishwa ya kuweza kuwasaidia, na kuna mambo mengi sana ambaye wale waathiriwa ama PWDs ambaye hatuwaiti PWDs, mimi I like to call them people who are abled differently. Okay. They are abled differently. Yani wamebarikiwa kivyao, kila mtu amebarikiwa na kivyake. So ni kwamba kuna njia nyingi ambazo tunaweza kushirikiana. Moja ya hizo, na hivi sasa tunavyoongea, tunapanga kongamano kubwa ya kuweza kuwaleta pamoja na kuleta wale watu wa National Council for People with Disability, ni ya serikali. Na because juzi katika ile function it was very clear kwamba information pia ambayo wanapata sio sahihi, wana mambo mengi ambayo hawajaelewa. So kwanza they need to understand serikali inawasaidia kivipi na wanaweza kusaidika vipi. Na pia nimeshirikiana na dada yangu anaitwa Maria Fernandez, ambaye ako katika mstari wa mbele, anapigania kuwa representative wa PWDs katika county level, ambaye tunashirikiana naye kwa karibu sana, na anaelewa hizi vitu zaidi yangu, na tunashirikiana na ili kuweza kurahisisha ile uzito ambayo PWDs wako nazo. Na hiyo pia ni moja katika agenda yetu kubwa sana, whether tukichaguliwa ama tusipochaguliwa, lakini hizi ni vitu ambazo lazima tufanye kusaidia jamii. Okay, asante sana mheshimiwa. Kuna mambo na drainage, barabara, Nyali especially ukiangalia mahali inaitwa Maweni, Shauri Yako, ukienda mpaka upande wa Bombolulu, drainage imesumbua watu sana. Maybe ule ambaye amejaribu. So maybe uko na plan gani kwa drainage, kwa sababu hiyo ndio imetatiza sana wanakijiji ama community wa Nyali constituency. Biashara haifanywi, kwenda barabara kwenda hospitali imekuwa ni problem. Hata sasa hivi tumepita pale, umejionea mheshimiwa. Uko na plan gani mheshimiwa? Well, one of the things ni kwamba wakati ambayo project inatengezwa, one of the things ambayo lazima uangalie ni kwamba ukitengeza barabara pia lazima uangalie pia drainage itakuwa namna gani. Ingawa sasa hizi vitu zinaingiliana, kuna pahali mbunge anaingia, kuna pahali governor anaingia, kuna pahali national government inaingia. So ni kazi ambayo haiwezi kufanywa na mtu mmoja, lazima kuwe na ushirikiano ambayo itaweza kurahisisha mambo kama hii. Na tukielewa kwamba drainage sio rahisi kufanya, it's very expensive to do. Na nafikiri wale ambao wanajua kwamba kuna drainage ambayo ilifanywa Mombasa, I think 5 or 6 years ago, ilikuwa funded by World Bank, na ni pesa nyingi. County government haiwezi, mbunge hawezi, lakini hii inaita, yani it requires wale viongozi wote kukaa pamoja na kuangalia solution ni gani, ili to be able to tumalize hizi shida ambazo watu wetu. There are areas
Kama ziwa la Ng'ombe pale kwa ile dispensary pale haingiliki mvua ikinyesha. Hiyo Maweni, hiyo dispensary ambayo tulipeleka dawa haingiliki kukinyesha, and many other areas within Nyali ambazo they have that problem. Lakini it calls for viongozi washirikiane pamoja, wakae to be able to come up with a solution. Kweli mheshimiwa. Tukimalizia ningependa uongee kitu, ueleze watu wako wa Nyali, kwa sababu watu wa Nyali mimi naona wanakupenda. Na mheshimiwa, 2027 watu wa Nyali, mimi mwenyewe nikiwemo Nyali, kama mkaaji wa Nyali, sisi kama wananchi ama mpiga kura wa Nyali lazima tuangalie ni mtu mgani ambaye anatuangalia maslahi yetu, tumpatie kura ili apate ile chance ya kutusaidia. Na hiyo kumpatia mheshimiwa hiyo chance ni kupiga kura. Maybe ungependa kuambia nini wananyali mheshimiwa, wakusikize? Well, mambo ni mengi, na ni kwamba yule mbunge ambaye yuko amefanya kazi kwa kiasi chake. Ukiangalia kama mashule ametengeza, kabro amefanya. So yule mbunge ambaye atakuja baada yake lazima awe na maono zaidi ya kuboresha zile kazi ambazo zimefanywa. Ukiangalia kwa mfano, singependa kuingia kwa details sana kwa sababu campaign bado na nini, lakini hizi vitu mimi nimezitathmini, nimezielewa. Naona kuna mambo ambayo yamefanywa, ile wazungu wanasema hardware, ile imebaki ni software. So imefanywa sana iko kwenye hardware, so software hapo ndio tutatilia mkazo. Mimi ni mtumishi wa umma, nimejitolea kutumikia umma, na naomba ushirikiano na watu wote, wakazi wote wa Nyali. Nimeenda hizo matanga ambazo mimi ni Muislamu. Kwa leo kwanza Toremus, unajua leo ni Idi. Yes. Lakini sasa tuko hapa. Tukitoka hapa tumetoka mazishi Kongowea na ya Mama Riziki ambaye tumemzika leo saa 10, na tukitoka hapa baada ya hii tunaenda Kisumu ndogo kwa matanga ingine, na mimi ni Muislamu. Lakini jamii yote sisi ni watu wamoja. Hakuna kusema huyu ni Muislamu, huyu ni Mkristo, huyu nani. Mimi naheshimu kila mtu na dini ya kila mtu. Kanisa mimi naingia, na msikiti pia, of course mimi ni Muislamu. So lakini naomba ushirikiano, na mimi niko tayari kushirikiana na watu wote wa dini yoyote, rangi yoyote, kabila yoyote. Mimi sina pazia. Okay, mmesikia mheshimiwa mwenyewe vile amesema, na hivi ndio kiongozi anafaa kuwa katika jamii. Na mimi nafikiri wananchi wa Nyali ama wenyeji wa Nyali, Tenyalians, tunasemanga Tenyalians, hiyo jina mpya imetokea, Tenyalians. Tujitokeze guys, tuangalie ni kiongozi gani ambaye anafaa, tuchague aende atusaidie. Kwa mengi zaidi ningependa mfollow social media handles zake zote, Facebook, Instagram, TikTok, pale X, anaitwa Abdulswamad Ali aka AA. Utapata mambo mengi, utapata updates mingi ambaye anafanya, akiempower, akitembelea wananchi, na hiyo ndio mzuri. Na hiyo najua sasa watu wako digital. Make sure mnamfollow yeye, na I hope watu wa Nyali, this is your time now to choose your leader. All the best, nawapenda sana. Bye. Bure kabisa. Mheshimiwa, utarudia venye nimesema kama utapenda? Asante, nitarudia. Hebu sema bure kabisa. Bure kabisa, lakini sasa mimi sina mapengo bana. Nilikwambia usupport watu ambao sisi ni part of disability. Uweke kwa agenda yako hiyo, na usupport wale watu wana meno kama part of disability. Itakuwa sisi ni mzuri sana. Hapa hii Nyali yote kuna watu mapengo wengi sana. Hiyo ni kura yako. Asante. And I appreciate guys. Nimeshukuru sana kwa mheshimiwa Abdulswamad Ali, Nyali constituency. Thank you very much.